yaliyo mstari wa mbele kabisa kukabiliana na hatari ya ajali mbalimbali za barabarani. Amezungumza vizuri afisa wa jeshi la polisi, na ndio maana kampeni hii imelenga kuwapa ujuzi, nyenzo na mshikamano wa kijamii ili tuweze kupunguza jamani ajali ambazo zimekuwa si za lazima huko barabarani. Kwa hiyo imani baada ya mafunzo haya ambayo tumeyapata, sisi tutakuwa ni mabalozi wazuri wa kupunguza ajali. Unajua sisi kisha lakini tupunguze basi kidogo ajali ambazo si za lazima. Lakini makoti ambayo tunakupeni leo si zawadi tu. Hii ni alama ya kujali, lakini pia ni kinga na ujumbe wa kwamba maisha yetu ni muhimu sana kwa familia zetu na kwa taifa kwa ujumla. Taifa ambalo lina watendaji wote wako dhaifu, wana majeraha ya ajali, hauwezi kuwa taifa zuri la watapakazi. Lakini kwa upande wa Azam Media, hii si zoezi la kibiashara pekee. Hili ni jukumu letu kama taasisi yenye dhamira ya kuchangia na kurejesha maendeleo kwa jamii yetu ya Watanzania. Bodaboda safi? Bodaboda tupo? Imara kabisa? Safi. Tunaamini ya kwamba kupitia elimu hii, uhamasishaji na huduma zote ambazo tutakazozitoa zitaweza kupunguza ajali, lakini kuboresha maisha ya madereva au maafisa usafirishaji, na wakati huo huo kuifanya Azam TV kuwa sehemu ya maisha ya kila Mtanzania. Asubuhi, habari za mchana. Nashukuru sana uwepo wa meza kuu, Diwani John Sanga, wafanyakazi wenzangu na afisa usafirishaji. Asanteni sana kwa uwepo wenu hapa, na naomba kuchukua fursa hii kuizindua hii kampeni rasmi, usalama daima, Azam TV milele. Kampuni ya Azam Media Limited kwa tukio hili kubwa waliloliandaa kwa ajili yenu. Tukio hili mahususi kwa ajili ya kutoa elimu kwa madereva bodaboda ambao tunaamini nyinyi wote ndio 99% mnahusika moja kwa moja kusafirisha watu. Nikisimama hapa kama serikali niseme wazi tu kwamba tunawashukuru sana Azam Media. Kwa nini? Kwanza moja, leo hii ingekuwa sio tasnia ya bodaboda, maana yake hata sisi baadhi ya staff wetu ingekuwa tumepoteza kazi kwa kuchelewa kuwahi kazini, kwa sababu tunatambua uziko vyombo vya usafiri hususani mabasi, lakini hayatoshi kusafirisha watu kutokana na trafiki ya Dar es Salaam, lakini pia kutokana na miundombinu iliyopo. Hivyo kupitia maafisa usafirishaji wananusuru ajira za watu, lakini pia wamekuwa mstari wa mbele kusaidia watu hususani kwenye changamoto za dharura. Hiyo mimi nawasihi, jeshi la polisi halikatazi pombe. Nimesema jeshi la polisi halikatazi pombe. Tunachokikataza ni kunywa pombe na kuendesha chombo cha moto, kwa sababu ni hatari kwako na kwa watumiaji wengine wa barabara. Bodaboda tujitafakari, tusipeleke misiba kwenye nyumba za watu, tusipeleke misiba nyumbani kwetu. Hanifikiri kabisa thamani ya uhai uliopewa na Mwenyezi Mungu. Wengi japo kwa kiasi kikubwa ajali za bodaboda zimepungua kulinganisha na tulivyoanza 2015, lakini bado tunaziona. Tunaona mapuuza barabarani, tunaona mizaha barabarani, tunaona watu wakicheza na vyombo vya moto ikiwa kwamba ni kitu cha kawaida, alafu wanashangiliwa na wenyewe wanafurahi, wanapandisha mizuka. Hapana, tuache kucheza na barabara. Kiongozi wa kata ya Kimara, nimeshukuru sana kwa ujio huu wa Azam TV wa kuungana pamoja na madereva wa usafirishaji, maafisa usafirishaji. Kwa hiyo kwa elimu ya leo hii ya usalama barabarani tumeipokea vizuri sana, ambayo kama mimi kiongozi itakuwa ni chachu kwenda kwa madereva wenzangu
kueneza hii masuala ya usalama barabarani, kwamba namna gani tunaweza kufanya kazi kwa kuepuka ajali mbalimbali zilizopo barabarani. Kwa hiyo kwa kutumia fursa hii nimeshukuru sana kwa tukio hili la leo ambalo ameleta Azam TV kwa kuunganisha sisi madereva ili tuweze kuijua namna kuepukana na ajali za hapa barabarani. Kwanza nashukuru sana Azam kwa sababu swala wamelifikiria kwetu, kwa sababu tushazoea tunaona kwenye mchezo labda maigizo. Unaona sasa hivi wametufikiria bodaboda, mimi ni bodaboda. Unaona sasa hivi wametufikiria bodaboda. Kingine ninachoshukuru sana kwamba ili swala limezinduliwa nyumbani kwetu. Yani kwamba sisi ndo wa kwanza kuzindua hii kampeni ya usalama